Mheshimiwa Rais alipowahi kutembelea Ubelgiji akaona mchele wetu Ubelgiji, lakini alipokuwa na launch maafisa ugani Dodoma, na sisi tulikuwa ni sehemu ya Watanzania ambao tulishiriki katika eneo ile, lakini kupitia Benki ya Kilimo aliwaeleza kwamba pia waweze kutuwezesha tuweze kupata mashine hizo za kisasa, na hatimaye tulipata hizo mashine na sasa zinaendelea kufanya kazi ili kuhakikisha mchele wa Kitanzania unakuwa na ubora kama michele ya kutoka nchi za nje, kwa mfano Thailand. Na unapozungumzia mataifa mengine ambayo yanafanya kilimo kikubwa cha mchele, basi na sisi tupo tunafuata. Tuna mkopo na Benki ya Kilimo JDB ambao wametuwezesha. Sasa hivi tunaendelea kujenga magara. Tulijenga magara makubwa yenye square mita 2000 kila moja, magara matatu, ambayo kufikia mwaka jana tulikuwa tunamaliza mkopo wetu na tumeomba mkopo tena kwa ajili ya kuongeza magara mengine. Sasa hivi tuko kwenye project ya kujenga magara mawili yenye square mita zaidi ya 2200. Kwa kilo 100 mtu akitunza mpaka wakati anauza tunamchaji shilingi 1500 tu kwa gunia. Lakini nia yetu kubwa na malengo ni kuhakikisha wakulima pia wasiuze mazao ili mradi tu kwamba amevuna hana sehemu ya kuhifadhi. Nia yetu ni namna ya kuhakikisha tunawahifadhia lakini wanauza kwa wakati, na hata tunakwenda mbali zaidi. Hata wanapokuwa wanahitaji wakati mwingine mahitaji madogo madogo, kwa mfano mtu anahitaji bati, anahitaji kupeleka mtoto shule, sisi tunamwezesha kwa kumkopesha ili asubirie mazao yake yapande bei ili aweze kuuza kwa bei nzuri, ili aweze kupata faida, lakini na sisi tuweze kupata material ambazo hata kama mtu anasema leo ninahitaji mchele labda tani 1000, mimi kama Raphael Group naweza nikawa na tani 500, lakini na hawa wakulima wadogo wadogo na wafanyabiashara wadogo wadogo waliko kwenye eneo letu la kazi, maana yake tunashirikishana ili huyu mteja tuweze kumsupply, wao watakoboa na mimi nitakoboa, tunamuuzia huyu mteja na huyu mteja anakuwa amepata mahitaji yake. Kimsingi ni kwamba hivi vitu vyote tuna process hapa. Haya mafuta unayoyaona tuna process Raphael Group, lakini mchele unaoona tuna process hapa. Haya maharage tunanunua kwa vikundi vya wakulima ambavyo tumeweza kuvisaidia kwa kuvifundisha na kuvipa utaalamu. Kwa hiyo haya maharage ni maharage kwa kuyaona, lakini ni maharage ambayo yanalimwa na vikundi ambavyo vimepewa mafunzo ya kilimo na vinalima kilimo cha kisasa, kilimo sio cha chakula, kilimo cha biashara. Kwa hiyo tunahakikisha haya material hizi pembejeo labda wakati tumewapa wakulima, mwisho wa siku wakitupa bidhaa, hizi bidhaa tuzifanye biashara kwenye eneo letu ili pia walaji wetu wapate bidhaa bora, sio ni mradi bidhaa. Yaani bidhaa ya chakula lakini yenye ubora wa hali ya juu. Tupo na watu wengi ambao wanafanya kazi kwenye eneo letu kila siku. Ukiangalia kule ulikotoka umeona wale kina mama, na kwa sababu labda ni asubuhi, lakini pale kwa kina mama kila siku wanakuepo zaidi ya 70 mpaka 80. Lakini chini yao ni kwamba wapo wale wanaopewa bidhaa na hao kina mama walioko ndani ambao wako masokoni, wanakuja kila siku atachukua hapo kilo 40, kilo 50 aende kuuza sokoni. Kwa hiyo ukiangalia kina mama mmoja mmoja wanaopata huduma pale kwa siku unaweza kukuta hawapungui 200. Lakini pia ukiangalia hawa vijana, maana yake wao wapo wanafanya kazi kupitia kwetu, lakini wanafanya kazi kupitia kwa hawa kina mama ambao wako kwenye eneo letu. Lakini ukiangalia cheni hiyo sasa ya mtiririko wa watu ambao wamejiajiri na tuliowaajiri, unaweza kukuta tunaenda kwenye watu 300 mpaka 400 kwa siku, kwa sababu hawa watu wote, hii ni circulation, kuna mzunguko ambao upo kila siku ya Mungu kila la ukiamka. Lakini hii cheni imekwenda zaidi mpaka kwa wakulima huko vijijini. Maana yake wakiuza lazima waende wakanunue, na wakinunua maana yake wanakuja wanauza, na wale wanaonunua wanaenda kuuza. Kwa hiyo huu mzunguko ni mkubwa na tunatamani kufanya na watu wengi zaidi kuliko hawa. Na ndio maana unakuta Raphael Group tumekuwa na uthubutu hata wa kuendelea kuona tunaweza kupanua magodown kwa ajili ya kuwasaidia hawa kina mama na wakulima wadogo, lakini nia yetu ni kuhakikisha tunapanua wigo mkubwa zaidi kwenye kilimo cha nafaka
hususan mchele, mahindi, maharage, alizeti na vinginevyo vingine ambavyo vinaendelea kufanyika. Kwa hiyo kazi yetu hasa kubwa ni hiyo, kuhakikisha Watanzania wanakuwa katika sekta ya kilimo. Sisi tulikutana na benki ya kilimo tukiwa tunamiliki magodauni mawili tulipoanza kufanya nao kazi. Lakini leo hii ninakuambia sisi tunamiliki magodauni ambayo yameshakamilika yako 5 na magodauni mawili tuko kwenye ujenzi. Kwa maana yake tunakwenda kuwa na magodauni 7 sasa. Maana yake kama tulikuwa na siku ya mita 2000, 4000, sasa hivi baada ya mwaka huu kukamilika tutakuwa na siku ya mita zaidi ya 14,000. Kwa hiyo ni namna ambavyo sasa kupitia benki ya kilimo tumenufaika kwa kupanua nafasi ya kutunza mizigo ya wakulima na mizigo yetu, lakini tumefanikiwa pia kuitumia benki kununua mashine ya kukaushia mpunga ya kisasa kabisa ambayo ni dryer, iko hapo ndani. Lakini tumefanikiwa kununua na kujenga mashine ya kisasa. Lakini pia nilisahau kidogo, kuna godauni moja tumejenga Ifakara ambalo nalo lina siku ya mita 2000 ambalo pia tuliwezeshwa na benki ya kilimo. Kwa hiyo kumekuwa na manufaa makubwa kupitia benki ya kilimo na tunategemea kuendelea kuitumia benki ya kilimo kwa sababu tumeona bado kuna sehemu zinahitaji kuendelea kuziimarisha. Tuko kwenye mazungumzo na benki ya kilimo, kuna uwezekano kuna mashine zingine tunazihitaji kwa ajili ya kuendeleza na kupanua mazao ya kilimo ambazo siku tukikamilisha tutakuja kuambia ni kitu gani tulikuwa tunafikiria kukifanya. Lakini pia tumeingia mpaka kwenye mifugo sasa hivi kupitia benki ya kilimo. Tumepata kitalo serikalini, tumekodi kitalo ambacho ni cha ufugaji. Tuna ng'ombe hapo tunafuga, lakini tumeanza mazungumzo na benki ya kilimo kuona tunawezaje kupata mbegu za kisasa za ng'ombe ng'ombe wa nyama na ng'ombe wa maziwa ili tuendelee kufuga kwa ukubwa, lakini na kuhakikisha sekta ya nyama pia inakaa vizuri, kwa sababu tunaamini sisi kama Watanzania ndio wafugaji wenyewe. Ukienda South Africa unakuta kuna ng'ombe anaweza kauzwa mpaka milioni 5, mpaka milioni 6, mpaka milioni 7. Kwa nini sisi tuna ng'ombe wa kuuza 500,000? Kwa nini tuna ng'ombe wa kuuza 400,000? Kwa nini tuna ng'ombe wa kuuza milioni 1? Kwa mpango wetu ni kuhakikisha pia tunaingia kwenye sekta ya ufugaji, tunatengeneza namna ambavyo tutapata ng'ombe watakaouzwa shilingi milioni 5, watakaouzwa milioni 4 na watakaouzwa bei zaidi, ili tuweze kupeleka nyama huko Komoro, tuweze kupeleka na Vietnam, tupeleke sehemu nyingine ambazo watakuwa wanahitaji mazao kama nyama. Hapa tulipo tuko kwenye mradi wa mteja wetu anaitwa TTL Agricultural Company Limited. Ni katika eneo la Kapunga, wilaya Mbalali. Huu mradi ni moja ya mradi wa ushuhuda kwa Benki ya Maendeleo ya Kilimo kwa kukuza miradi na kuchangiza sekta ya kilimo. Mnamo mwaka 2018 hapa eneo lote tunaloliona kulikuwa hakuna kitu. Lakini Benki ya Maendeleo ya Kilimo ilianza kwa kumwamini huyu mteja na kuanza kumjengea ghala la kwanza na hatimaye kumjengea maghala mengine na kuzidi kumpa mtaji mkubwa. Leo hivi tunavyoongea, kwa msimu mteja anaweza akakusanya zaidi ya tani 25,000 kwa kutumia fedha ya benki, na katika hizo tani huyu mteja anaweza kuajiri zaidi ya watu 200 kwa msimu, lakini wanufaika, wakulima ambao wananufaika ni zaidi ya 4,500 katika eneo hili la karibu la Mbalali. Lakini zaidi ya hapo, huyu mteja ameenda mbali na kuweza kuchukua mzigo zaidi ya eneo hili tu. Ameenda Sumbawanga, maeneo ya Iringa na maeneo mengine ya jirani ili kuweza kutengeneza tija. Hii ni moja ya ushuhuda kwamba hata wewe kijana unaweza ukaanza na wazo lako, na lile wazo Benki ya Kilimo linaweza likaliwezesha, na siku moja na wewe ukaja ukawa na mradi mkubwa kama huu. Hivyo tunawakaribisha vijana. Tuna miradi ambayo ni ya vijana ambayo inasaidia katika kukuza kipato chako, na sio lazima kila kijana ajihusishe na ajira zilizo rasmi, lakini hizi ajira ambazo
ya kujituma mwenyewe na kuwekeza maono yako ni kitu ambacho kinaweza kikakupa tija kwa muda mfupi zaidi.